itakuwa mbaya zaidi. Weka mkono hapo, sema Baba, niumbie moyo safi, niumbie moyo wa upendo, niumbie moyo wa huruma, niumbie roho ya kujali watu wengine, roho ya kuwasamini watu wengine na kuwasamehe walionikosea. Shangilia Yesu zaidi ya kawaida. Ukisha kuwa na roho mzuri, unapaswa kuishi sasa consecration na Mungu, maisha ya kumpendeza Mungu. Hii ndio inaitwa kwetu maisha ya utakaso. Utakaso haiko nyimbo, utakaso haiko Yesu anakufundisha nayo. Biblia haiseme kwamba mtakatifu hawezi kosea. Maandiko nasema na mtakatifu aendelee kujitakasa. Manake hawezi kuwa mtakatifu tu sai juu uko hapa mkanisa, hata nje ya kanisa. Ukimkosea Mungu, endelea kujitakasa. Donc sanctification haiko moment. Sanctification c'est toute une vie ya mtu, haiko moment parce que comme présence ya Mungu unatia macho yulu sababu lipondo. Non, il faut kujua après kutoka hapa unaendelea kuishi namna gani kwenye uko napita. Na unaweza kuwa mtakatifu mdomaine moya, ukunywa yako tena pombe, hawezi yako tena zini, kinywa yako inaongea mabaya, roho yako unaona gishi naoza, mikono yako wewe haupanaki mpaka ukufe. So, unapaswa kujua eske mdomaine zote niko najikaza kwa maisha ya utakaso na mtakatifu aendelee kujitakasa. Et je vous assure que la sanctification c'est une vie d'une assurance totale. Là où il y a la sécurité, c'est dans la sanctification. Kwenye hakuna wasiwasi, zambi tunaijua, isi nakoseshana karaha. Ukiishi utakaso, unaishi sécurité na assurance totale. Roho Mtakatifu atusaidie, atupatie kitu kinaitwa utakaso. Troisième étape, juku etabli, inaomba Roho Mtakatifu ye peke akukamilishe kwa kazi. Vous pensez que faire la théologie c'est un péché? Non. Kusoma masomo ya Biblia haiko zambi, kufanya maformation haiko zambi, mais usisome na uyaitwa. Utakuwa na science mingi lakini hauna wito wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akukamilishe, Roho wa Mungu akukonfirme kufanya kazi fulani. Unaona hivi tu ya kufundisha. Mimi nilianza 28 hii niko natangaza neno la Mungu. Sasa ni ole mtoto mwalizaliwa jana muhuduma azarau aliyemtangulia. Ni mikoshi sana. Mzee mwenye anawashimamia hapo unaweza mshinda kipawa, au mshinde experience, au mshinde hekima na neema. Unaweza imba kumshinda huyu, na unaanza kiburi mwa kanisa, na anasimama anasema hapa na hata imbate mafu ndakuwa naimba tu, mimi naenda fasi nyingine, anakufungia hapa, utakuwa naimba kule hautapataka chochote. Ndio maana baada ya kukamilishwa na Roho Mtakatifu, ni wazee ambao wana upako ndio wanaweza kuetabli. Bafie mbili bakuye, nifanye example. Fie mbili bakuye, Lea na Rachel, msogee tufanye mfano. Bafie wanajitumainia bangali sawa, bakuye niye bawili nani mkubwa hapa? Unaya miaka ya huyu? Msogea hapa. Manake unjo Lea
Unjo. Okay, Jacob alipendaka nani? Si Jacob anapenda atafanya mariage na? No. Mwenye anapenda fana ndoa ni nani? Alimpenda juu ya nini? Rachel si alikuwa wakiana. Belle de taille, belle de figure. Lea alikuwa haiko weye. Okay. Nani mwaliole wake wa mbele? Juu ya nani? Mwenye anaolewa wa kwanza si ni Lea? Ni juu ya Buyana? Ni juu ya maombi? Si juu ya baba na muetabli? Unaweza kosa matala makapasite, bitu yote unaweza vikosa. Me kama kuna baba mwenye anakutereka, anakuvalorize, vile uliingia magharibi ya leo, Mungu akuikalishe. Mwisho olewa. Sasa hivi bina waleta tu hapa amubaone. Murudie fasi yenu dada. Mtu ajuake. Omulume ujuru wa Noa. Pointi kubwa ambayo nitakwenda kuichimba sasa na kumalizia. Hakuna mtu aliinuka kama kupitia kumiguli ya mtu mwingine. Pale John Nicole. Pamoja na mahubiri, pamoja na upako, pamoja na kupanda ngazi. Ukitaka kuwa juu, ikaa kumiguu ya mtu mwingine. Mubiografia ya mtu banapashwa sema alikutana naka na mtu fulani, maisha yake kabadilika. Musa alikuwa etabli na Jethro. Joshua alikuwa etabli na Musa. Samuel alikuwa etabli na kuhani Elikana. Esther ni mchezaji mzuri, lakini koche wake ni Mardochée. Uliza voisin, qui t'a établi? Nani amekuweka? Mfalme anaoa mwanamke Vasti, mrembo sana. Unajua ile wakati ya mfalme wa Waswero alikuwa anaongoza Asia na Afrika. Pays yake ilikuwa na 127 region. Alikuwa na domine Inde mpaka Ethiopia. Na tushatembea tunajua nchi ya kwanza kwenye iko banamke barembo mudunia ni wapi? Si ni Inde nchi ya kwanza? Muafrika ya kwanza ni wapi? Si ni Ethiopia? Kongo nayo inaweza kuwa. Kongo iko nayo, Kongo inaweza kuwa nayo kwa ya mbele kwa kwanza. Ndio. Siko pale. Maana yake kama ni burembo njo angitafuta deja pays yake. Ilikuwa na wanawake warembo. Ule Vasti kiburi kampanda. Biblia yangu inasema akatosha Vasti. Bakonseye bazee bakamwambia, hivi unafukuza Vasti? Tafuta sasa mwanamke mwata remplacer Vasti. Mais huyu akwe na deux qualités. Sa première qualité, qu'elle soit belle de taille et belle de figure. Autrement dit, je peux dire que la beauté c'est une grâce. Qualité ya pili, akwe vierge. Or il est examen déjà. Wakati mtu ko belle de taille, belle de figure, kisha akwe vierge. Manake iko na caractère. Je parfois unaweza kuwa vierge, mais inadepend na gisu lumbi wako.
Mzee anasema hakuna wayambo. Haiko mimi ndio nasema. Inawezekana gali bikira mbo ungekuwa wewe sasa. Jua fie mingi sana ya kiana bali zali yako makwao. Iko tunainuka hivi ba visionnaire. Baka muzume. Mais huyu akue bel détail, belle de figure, mais aussi akue recensement zilifanyika makartier za Inde na Ethiopia. Unafika mbafi yako bote unaangalia sura na bintu, unaangalia tankwinda ulonza, unaona masura, unasema mwende mkwaya. Me unafikia unasema nzigire, unasema huyu kameme ni iko sawa. Unamuita unamwambia mfio wangu kwa kiana, nataka nikuulize eske ungali hapana vierge vile ndio wanasemaka. Eske ungali vile? Ndio fiana kuambia hapana papa nishaka na osa. Balianza chakula. Moi competition kayati masa esta. Akawezi ingia ndani. Mtu anashishuaka maisha, wewe peke unasema no. Jua kisha sema buyana kule baendieni kuko fie mwenye nywele yake inafikaka hapa. Nywele ya mtu. Hapana hivi vitu yenyewe kuzauza unakosa chinoise wa mushi. Hapana vile. Hapana vile. Hapana vile. Kushipodoa ni makomplex. Bana vile vinasema make-up na hii make-up mvula. Utakuwa saa nyumba ya bulongo. Bafi bakashipanga kumustari. Bel detail, belle de figure. Mardoché coach. Anambia Esther kuya. Kope iko hapo. Competition iko hivi. Jichomeki. Esther sasa baba, mbona mimi si asa no, wewe unaona ustahili, Mungu wetu. Mungu wetu wa Israeli. Ni Mungu wa watu sashie ba hivi benye. Jichomeke hautapata haya. Unajua maisha kuko sio na kuona besoin ya mtu wa kuankuraje. Wa ukonesha kama atana wewe. Unaweza weza. Et je pense Esther naye kama kulikuwa bisi na akaingia mbisi wakaanza muuliza dada nini? Kuko wenu humu. Asa hapana tunashiba letuita. Nyiba nani balwaita? Shiba dada. Bewangali vile. Ase mkona jisikia huruma kabisa. Na weye na ile compétition, il faut que originaire wa ile pays parce que c'est impossible que femme étrangère aolewe na roi. Donc Mardoché akamkochi akamwambia funga siri ya kabila yetu. Roi aliowaka Esther na ayue kabila yake. Kuko baraka yenye buyana tu haitakupatia, me maturité ya kujua kufunga hii. Me wewe unapoposha. Ukiuza tu ka iPhone 12 unaenda nako mwese. Visa yetu takia mjuin. Unaeba lozi ya kwenu. Jana nilisema hapa kwa sababu tunaomba Mungu upaguse ule mzungu kule mweko nasema mtu voyager ule tram. Si nilisema leo wanatuambia mugari alishafungula masafari. Au tuambie vile. Leo
rukaruka sana. Ni jutu ya kwenda. Leo hii wanatuambia maana kwa hii madhabahu ya Yerusalemu ndio tulibadilisha roho yake. Wanatuambia vile mugani. Deja tunaamini Mungu atafanya. Mungu atupatie imani ya mtu wa Bukaa. Watu wana imani sana. Mtu mmoja aseme amen. Niko na habari njema juu yako. Siku kutajipresente competition fulani ya maisha, we mwenye uko na Yesu Kristo, usiangalie makapasite zako, usiangalie matalent zako, usiangalie heritage yako. Ona neema ya Goligota. Nani anipe amen zaidi ya kawaida? Kama kuna watu 10 watabarikiwa hii mwaka, jina yako ingie ndani. Kama kuna watu wataheshimika hii mwaka, jina yako ingie ndani. Nani atainuka arukeruke zaidi ya jirani? Praise the mighty Lord. Sema ni mie. Nani kona meni niongeze kitu? Au kukuya mwa hii dunia kusindikiza wengine. Hata wewe unamerite baraka. Hata wewe unamerite ushuhuda. Vile umeingia tarehe ya leo, hautatoka wa pili, utatoka wa kwanza. Nasema utabarikiwa wa kwanza. Nasema utaheshimika wa kwanza. Kadiri unasimama, kadiri baraka yako imesimama, kadiri heshima yako inasimama, miujiza yako inasimama. Praise the mighty Lord.